Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Ninayo furaha kubwa kwa kupata nafasi hii siku ya leo. Ninashukuru sana kwa askofu pamoja na kamati lake lote la uongozi kwa kunipatia fursa hii ili nipate kusimama mbele yenu. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa wale ambao huenda ndio mara yenu ya kwanza, mimi naitwa Mbelechi. Tutakwenda kusoma katika kitabu cha Zaburi ama wimbo wa Zaburi 15 verse yake ya kwanza hadi 5. Zaburi 15 1 hadi 5 inasema hivi: Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo tutakwenda kushiriki neno ambalo linalosema maskani ya watu waadilifu, ama maskani ya watu ambao ni wakamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza tutakwenda kuona neno maskani ina maana gani. Na kama umefuatilia wimbo ambao waimbaji wameimba, wimbo wa mwisho, ni kama walimaliza neno la siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Maskani ni mahali pa kuishi. Kwa neno lingine ni makao au nyumba. Na neno hili pia linaweza kumaanisha kituo au sehemu ambayo watu hukutana mara kwa mara kwa ajili ya mazungumzo au shughuli fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa wale ambao wameishi risafu, huku niliona nyumba kama hizo pia. Wakati tulikuwa tukitembea tukijifunza mambo kadha wa kadha. Sisi kwetu kuna ile nyumba ambayo ilikuwa ikijengwa kwa nyakati hizo. Njia ilikuwa moja, unatoka huku, hiyo njia ikitoka huku ikielekea hivi. Hakuna njia mbili. Wakati unapotoka huku, wazee wanakuona. Kuna nyumba ambayo nimeona hasa kwa wakale, hizo nyumba sana, na mtu unapanda juu huko. Sasa kwetu wanaita lubunga. Hapo ndipo wazee walikuwa wakikaa. Chakula chote cha huo mji, kila mama akipika analeta hapo. Hapo ndipo ambapo wanapanga mambo ya jamii. Na kila yeyote ambaye amefanya makosa analetwa hapo. Kama ni nyaunyo, hapo ndipo ambapo atachapwa. Hakuna sehemu nyingine. Haijalishi wewe ni mtu wa familia. Ukikosea, nyaunyo hapo ndio utachapwa hapo. Na mgeni yeyote hawezi akaende kwa nyumba ya mtu, hapo ndipo ambapo atakuja, kwa sababu anajua chakula kipo kwa hiyo nyumba. So hapo ni mahali ambapo wazee wa jamii walikuwa wanakutana na wanazungumza, wanapanga mambo ya familia, nidhamu ya watoto inaenda aje.
jamii inaelekea mahali gani. Kwa hiyo kwa wakati huo tunaweza sema hiyo ni kama ilikuwa hema ya kukutania. Hiyo ilikuwa maskani yao, mahali ambapo walipokuwa wakipanga mambo yao ya kijamii. Na Zaburi hii ya 15 inatufundisha umuhimu wa usafi wa maadili kwa ajili ya ulinzi wa Mungu. Hauwezi pata ulinzi wa Mungu kama wewe hauna maadili yaliyo safi. Ni lazima uwe mtu ambaye unatembea katika mapenzi ya Mungu, uko sawa sawa. Na kuna maswali kadhaa ambayo tumekwenda kuona kwa vasi ya kwanza. Tutakwenda kusoma ile vasi ya kwanza ambayo inasema, Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani? Sio mimi niulize ya kwamba ni lazima, ni swali langu mimi. Ni nani atakayekaa katika hema yako? Mwimbaji wa Zaburi anauliza. Swali ya pili anasema, ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Acha nirudi kwa swali la kwanza. Ni nani atakayekaa katika hema ama maskani yako? Hata vile ambavyo tuko kwa nyumba tunaishi ni kwa sababu tuna behave kwa njia moja ama nyingine ya mtu kusema hata kama ni ile, lakini tunaweza tukaishi. Si ni kweli? Kwa sababu si kila mtu ako na makosa yake. Lakini yale mazuri tunaona mazuri kuliko makosa, na ndio maana tunaishi na ndoa. Lakini kama mtu hana nidhamu hawezi akaishi kwa nyumba. Si kuna mzazi anaweza sema nitakufukuza kwa nyumba yangu, kwa sababu mtoto hana nidhamu. Kwa hiyo kuna mambo kadha wa kadha ambayo yananifanya mimi na wewe ili tupate kuishi katika maskani ya Mungu. Kuna mambo ambayo yanatufanya mimi na wewe ili tupate kukaa katika mlima takatifu wa Mungu. Kwa sababu kila sehemu ina sheria zake. Kuna mtu ambaye anaweza, hii mambo ilifanyika nyumbani kwa familia moja. Mzee akaambia mke ya kwamba kuna sheria za nyumba. Tangu leo sitaki usonge nywele, kwetu tunasema kusuka. Usonge nywele hiyo hali. Pili, ninapenda huo unafika hapa saa 11. Tatu, napenda kula lunch mapema sana saa 5. Sisi lunch yetu ni saa 6. Kwa ambako mimi nimetoka. Saa 6 ndio lunch. So akaweka 4, ikifika saa 2 sitaki uongee kwa simu. So hiyo ilikuwa mambo ya kumweka yeye apate kuishi kwa hiyo hema, si ni kweli? So anapovunja hizo sheria hawezi akaishi hapo. Hawezi akapate ulinzi wa mzee. Na ndiposa mama mmoja dada yangu mmoja akaniuliza, ambaye tulikuwa na yeye shule. Akaniuliza, ndugu, naweza niambia kile kitu ambacho sisi tunatamani sana kama wanawake? Kamwambia, bwana, hiyo ni swali ngumu. Labda wewe ndio unaweza kunielezea. Unajua, akasema kwamba sijui ninyi mnajua zaidi. Akasema ya kwamba kitu ambacho cha kwanza sisi wamama tunahitaji ni security. Mambo mengine weka kando. Kwa sababu wakati tunapokuwa na mzee tunajua ya kwamba tuko na security. Si ni kweli? Na ndio maana mzee hulala mbele.
ili akuwekee security, chochote kitakachokuja yeye ako pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna yale mambo ambayo hufanya mimi na wewe tuwe katika maskani ya Mungu. Maswali ni mengi hapo ambayo unaweza ukayaweke hata mwenyewe. Ni nani awezaye kukubali kama yeye ni mtumishi wako? Nani atafurahia ushirika wako? Kwa sababu wakati unapokuwa katika hema ya Mungu, unafanya ushirika na yeye. Ni nani atakayefurahia ushirika na wewe? Nani atawasiliana na wewe? Kwa sababu wakati watu wanapokuwa kwenye ushirika, lazima pawepo na mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna urafiki usiokuwa na mawasiliano. Communication ikikosa, hata kwa ndoa, hata kwa urafiki, hapo umeisha. Na Mungu pia anahitaji ile mawasiliano kati yangu na yeye. Lakini swali
ikiwa kuna mtu ambaye tunaweza kuita apate kuja kusema ukweli hapa, ni mama fulani. Matendo yako ndiyo ambayo yatakwenda kuonyesha ya kwamba wewe ni mkamilifu. Yale ambayo unayoyazungumza ndiyo ambayo yanakwenda kuonyesha ya kwamba wewe unaenenda katika ukamilifu na kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukisoma, tukiangalia wimbo wa Zaburi huyo 84 na mstari wake wa 11 inasema hivi: kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utakatifu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Bwana hawezi kukunyima kitu chochote. Unapoomba lazima Mungu akujibu. Haimaanishi ya kwamba shida hazitakuja. Maandiko yenyewe yanasema wenye haki wana changamoto nyingi. Si kana kwamba tumeokoka sasa ndio hatuwezi kuwa wagonjwa. Sio kana kwamba ndio mfuko hautakosa kitu. Mfuko utakosa, lakini Mungu hatakubali ulale njaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kubali. Acha niwaambie hili neno, licha nilikuwa sijaliongelea. Niko na mwezi sina kazi, lakini sijalala njaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kukukosesha chakula. Hawezi. Ikiwa unatembea kwa ukamilifu. Wanadamu wanaweza kukupiga vita, wakufukuze kazini ili upate uwe mtu wa kuomba, lakini Mungu hawezi kubali. Na watoto wako hawawezi kosa school fees. Hawawezi. Lazima Mungu atakutendea. Na ndio maana inasema kwamba Bwana atatoa neema na utukufu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Ya kwamba Mungu ni jua na ngao. Yeye ni jua na ngao, anatukinga. Kwa hiyo wanadamu watakupiga vita, lakini tenda haki. Ukitenda haki na ukienenda kwa ukamilifu, Mungu atakujalia neema na Mungu atakufungulia baraka. Siku moja nadhani niliwaambia hapa kwamba mimi si kuja huku kwa sababu mimi tu ndio nilikuwa kijana wakati huo. Vijana walikuwa wengi. Lakini ninakuhakikishia ni kazi na huduma niliyokuwa nikifanya. Mimi nilikuwa ninaongoza vijana praise and worship na kwaya. Unajua sisi tumezoea kwaya. Sisi tumezoea kwaya. Lakini hakuna siku hata nilifanya graduation kanisa langu hata bahasha hawakunipea. Siku ya graduation. Na graduation inafanyika hapo kanisani. Kwenye mimi ndio kiongozi wa vijana. Mimi ndio kwaya master. Mimi ndio karibu kila kitu kwa vijana. Lakini sikuvunjika moyo. Baada ya miaka 2 nikapandishwa hadhi kutoka kwaya master kuwa mchungaji. Mimi sijawahi kuwa mzee wa kanisa. Kutoka kwaya na kuwa mchungaji. Kutoka uchungaji kutumwa shule ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hawezi kukunyima kitu chochote ikiwa unatembea kwa ukamilifu na kwa haki. Hawezi. Mungu ni mwenye haki. Na anahitaji sisi ambao tutakaoishi kwenye maskani yake tutembee na tuenende kwa haki.
na tuwe watu wakamilifu. Lakini tukikosa haki, hiyo itakuwa vibaya sana. Na ukisoma Isaya, tuangalie Isaya 33 kwa kusupport hiyo nani ya haki, na 15 a yake, ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili. Ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili. Ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma, akung'utaye mikono yake, asipokee rushwa, azibaye masikio yake, asisikie habari za damu, afumbaye macho yake, asitazame uovu. Najua hii verse hii tutaisoma zaidi. Kwa hiyo unapotenda haki, Mungu hata kuachilia. Twende tuone ya pili. Ile verse ya pili tu inasemaje? Ya Zaburi. Inasema asemaye kweli kwa moyo wake. Ukitaka kuishi kwa maskani ama hema ya Mungu, ni lazima uwe mtu unayesema ukweli. Ulimwengu wa leo kuna watu ambao uongo ni kama sabuni wanajipaka, ama mafuta wanajipaka kila siku. Kama mtu hajadanganya, anaona ni kama kuna kitu hajafanya katika maisha yake. Ni kama kuna kitu ambacho hajakifanya hiyo siku. Anaunda habari ambayo atakwenda kuiambia mtu fulani. Mimi nilikuwa na rafiki yangu ambaye nilikuwa ninaamini tu salamu. Sasa poa basi. 99.9 ingine yenye ataongea baada ya hapo. Sasa mimi hapo ninajua hivi nimepangwa. Hiyo ndio ilikuwa hali yake. Sasa kuna watu wa aina hiyo ambao ni watu wanasema uongo kila saa. Na kama hajasema uongo, hajajisikia ya kwamba hiyo siku ni mtu ambaye ametenda jambo lililo jema. Kwa hiyo lakini ukitaka kukaa kwenye maskani ya Mungu, uwe mtu wa kusema ukweli moyoni mwako. Si mtu ambaye mdomo unaongea hivi lakini moyo uko hivi. Unajua kuna watu ambao anaweza kukuongelesha kwa mdomo lakini ndani ameacha mangapi? Si ndio maana Pastor Sunday alituambia kwamba mtu utasalimiana naye, mkiachana hivi ni wewe uko kwenye mdomo. Si ni kweli? Ni wewe uko kwenye mdomo. Na angalisho sana na mtu ambaye anakuja kukuambia habari za watu wengine, yako anapeleka pia. Angalisho sana na hao watu. Ukiona mtu kila mara anakuletea habari za watu zisizo kweli, zisizokuwa za baraka, unajua ikiwa ni za baraka ni sawa, ya kwamba tunashukuru Mungu fulani amefanikiwa. Hiyo ni habari njema. Lakini ikiwa mtu anakuletea habari zisizokuwa za mshene, kusengenya kila wakati, jua yako pia inaenda. Na akipeleka yako, yeye hata sema ya kwamba aliongea. Si kuna watu ambao mtakuwa kwa baraza, mnazungumza, mnasengenya, alafu yeye anaenda, unajua mama fulani na mama fulani na mama fulani walikuongelea. Acha tu.
Sasa muulize na wewe, muliongelea kwa muda gani? Karibu 1 hour, na wewe ulisema nini? Kwa sababu hauwezi kuniambia ya kwamba ulikuwa hapo bila kuzungumza chochote. Lazima ulizungumza. Si ni kweli? Lazima. Kwa hiyo hao watu huwa wanajitoa kwa story. Sasa wanakuletea ni kana kwamba yeye hakukuwa hapo. Lakini ukweli wa mambo, inawezekana ni yeye alianza hiyo story, halafu akaacha ninyi muongee, kwa sababu kuna watu wengine akipewa hivi sasa ndio amenunua sasa hiyo story. Sasa ni yake. Unaona? Ni yake. Sasa kuna watu wao wananunua. Hiyo ndio Kiswahili ya nyumbani. Mtu amenunua story. Sasa sio ya yule mwenye amempea, ni yake sasa. Sasa yeye ndo anaenda anazungumza kabisa. Akiulizwa ulitoa wapi? Nilisikia. Kwa nani? Nilisikia tu. Anaficha sasa yule. Kwa hiyo ni vyema tukitaka kuishi kwenye maskani ya Mungu, tuwe watu wasemao kweli kwa moyo, sio yale ambayo yanayotoka kwa mdomo. Na ndio maana unaona watu wengi wanauana leo, ni kwa sababu wanaweka mambo kwa moyo. Unajua, nilikuwa mtu wa kuweka mambo kwa moyo. Na wakati wa kuweka mambo kwa moyo sikuwa na marafiki wengi. Mungu akanipa neema nikayatoa. Na wakati Mungu aliponitoa hayo, nikawa mtu wa marafiki wengi. Nikikuona nakosa nikwambia, ukasirike, mimi nimeshasema. Hivyo tu. Hata ndio maana mke wangu ananiambia, wewe watu wanakuchukia kwa sababu unaongeanga ukweli. Kawaambia mtu wa ukweli kazi yake huwa wanamchukia. Mimi siwezi kupenda nikuone nakosa nikose kusema. Nitasema ukasirike, mimi nimeenda. Yale yenye yatatokea baadaye hiyo ni yako. Lakini nimemaliza deni. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yake yawe kamili. Mtu atakayeishi kwa maskani ya Mungu, matendo yake pia yawe kamili. Awe mtu aliye na msimamo. Tukiangalia ile verse ya 4. Verse ya 4 inasema aje? Verse ya 3, twende ya 3 kwanza. Asiyesingizia kwa ulimi wake. Kuna watu wanasingizia watu maneno ambayo hawaja yafanya, ambayo hawaja yazungumza. Ukiambia mtu neno, sasa yeye anaenda badilisha. Alisema hivi, alisema hivi. So useme direct vile vyenye yeye alizungumza. Tusiwe watu wa kusingiziana maneno. Ulimi ni kiumbe kidogo, lakini kina hatari. Kinachoma familia, kinachoma nchi, kinachoma kanisa, kinachoma ulimwengu. Neno moja tu, kuna nguvu katika ulimi. Na ndio maana hata tuwe waangalifu sana kutamka neno kwa ajili ya mtoto wako. Unaweza ukamletea laana kwa maneno yako bila wewe kujua, kwa sababu ya hasira ulimi unakwenda kutamka. Ulimi ni kiungo kidogo, lakini kina hasara. Wala hakumtenda mwenziwe mabaya. Kuna wengine tunakwenda kuunda mabaya kwa ajili ya mtu. Kazini ambako tunakofanya kazi, watu wanaenda kakamkunji kwa ajili ya mtu afutwe kazi. Hata mtu akifutwa kazi, huo mshahara hauwezi ukaupewe. Hauwezi. Hautaenda kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa ninafunza French. Hata ukinifukuza nisifunze French, hautafunza hiyo French. Si ni kweli? So mimi ni mimi na wewe ni wewe.
watu wako unique. Kuna watu ambao huwa ninasema hawawezi kusimama hapa kuimba. Kuna watu hawawezi kusimama hapa kuhubiri. Na mtu ambaye anayehubiri akiambiwa ya kwamba atengeneze hii kanisa, hata kupanga viti, na kuambia mkiingia humu mtafikiria ni watoto wamechezea, kwa sababu hajui hiki kitakuwa wapi. Sio kazi yake, hajaitwa kwa ajili ya hilo. Mungu ameita kila mtu na kazi yake kanisani. Kwa hiyo tusiwe watu wa kuunda na kutengeneza mabaya kwa ajili ya jirani ama kwa ajili ya ndugu, wala hakumsengenya jirani yake. Unajua kitu kinaharibu kanisa kwa wakati huu? Mshene. Hata tu niwaambie ukweli, unikasirikie, lakini nitakuwa nimesema 90% ya kanisa kuharibika ni kusengenyana. Ndio kitu ambacho shetani ameweka kanisani. Na ukikutana na watu ambao wametoka makanisani, watu wengi wako kwa nyumba zao, utasema nimechoka na kanisa. Kwa nini? Kusengenyana. Hilo tu. Mungu akitujalia neema, tufunge vinywa vyetu kwa kuongeleana mabaya, kanisa la Bwana litakwenda salama. Na shetani ameleta hayo tena kwa sisi ambao tunaoamini. Tunasengenyana na tunasengenya Kristo mwenzetu kwa watu ambao hawajaokoka. Je, utahubiria huyo mtu? Wakati nilikuwa Ukambani, nilikuwa Matu, tukaenda tukafanya uinjilisti kwa Mkorea, rafiki yangu mmoja wa Mkorea. Sasa mimi ndio nilikuwa mgeni, ninatoka huko, nilikuwa ninaenda holiday. Sasa wakati tunamaliza, tuko kwa hoteli tukule, hawa ambao wanaishi huko wakaona watu wengine kwa meza next, wakaanza kuwahubiria. Mimi nikabaki hapo. Kukawa wasichana wawili kwa hiyo hoteli walikuwa kwa meza, wakanifuata, wakaniambia, ambia wale waokoke kwanza ndio wafanye uinjilisti. Unaona? Kile kitu, yale ambayo tunayofanyiana kwa kanisa, inafanya tushindwe kufikia watu ambao hawajafikiwa. Na hatuwezi kuwa na mawasiliano kamilifu na Mungu kama tuko kwa hizo njia. Hatuwezi. Hata Mungu hawezi akasikie maombi yako. Acha nikwambie ukweli, utaomba na utalaani Mungu. Na unaweza ona ya kwamba hauko mahali pazuri, uko mahali pazuri. Ni wewe ndiye ambaye unafanya njia zako kuwa ngumu, mdomo wako. Twende ya 4. Verse ya 4. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana, ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Ni lazima uwe mtu unaishi kwa neno lako, mtu asiyebadili maneno yake. Unajua, mimi kuna rafiki yangu ambaye alifanya jambo fulani, tuko shule, ikawa ni kosa, akaitwa, akawa summoned. So akapenda kuniita mimi kama rafiki yake niende kumtetea kwa yale maneno. Wakati aliposema, ikasema hili na hili ninalifahamu, lakini haya mengine ambayo nayo yaongea siyafahamu. Kwa sababu unaweza kuja kuingia kwa dhambi na kosa la mtu bila kujua, kwa sababu ya kutaka kutetea mtu. Simama kwa neno lako. Kweli na iwe kweli, hapana na iwe hapana. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa neno lako. Kwa hiyo hata kunaweza kuja tatizo gani, usibadili maneno yako. Yale ambayo ulioyaongelea, yarudilie yale yale.
Unajua mimi kuna mtu tuliongea naye alafu akapeleka. Sasa ikarudilia familia yangu. Mke wangu akasema, wewe uliambia mtu fulani hivi, ona inavyoongelewa. Nikamwambia, mtu akiniongelea vibaya, nikikosa kumfikia huwa ninaambia rafiki yake, ili rafiki yake aende kumwambia. Ukiona mimi nimeambia mtu kitu, ninapenda akifikishe. Kwa hiyo hacha waniite, kwa sababu mimi sipendangi ionekane ya kwamba mimi ndio nimeanza story. Nikikwambia story kuniuliza ni nani, ni fulani aliniambia. Na tukitaka kumaliza mshene, hacha mtu akwambie useme ya kwamba nimefurahi. Kutaneni kama na yeye hapo hapa kanisani on Sunday baki, umwambie ndugu, tunaweza onana. Nini fulani, unaweza rudilia yenye ulinielezea. Mara 2 3 hakuna mtu atakuletea mshene. Utasema nani? Utawekwa mbele ya baraza. Akifanywa hivyo mara 2 mara 3 atatoka na atasema ile kanisa ni mbaya. Kanisa si mbaya, wewe ndio mbaya. Umetoroka kwa sababu wewe si mtu mzuri. Wewe ni agent wa ibilisi. Unaona bwana? Wewe kasirika tu, lakini nitakwambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Nitakwambia ukweli. Tumalizie. Uwe mtu wa neno lako. Ukisema hili, usibadilike. Hata ukiitwa kotini, usimame na msimamo wako. 5 inasema, hakutoa fedha yake apate kula riba. Hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hata kukopeshana kanisani. Pastor Mbelecho, unaweza nikopesha 1500? Niko nazo, lakini utaleta 500 juu. Mkristo mwenzangu. Sasa itakuwa tunasaidianaje sisi ambao tuko kwa familia moja? Ikiwa unaweza kuja kunikopa alafu ulete na riba juu, haina maana. Na kuna watu wanakula rushwa kwa sababu waumize ndugu zao pia. Anaambiwa nitakufanyia hiki, lakini unifanyie hivi kwa yule ndugu, na nakubali. Na huyo mtu huenda mwenye anamwambia hivyo si mtu ambaye ameokoka. Kuna mambo mengine ndugu zangu, acha niwaambie ukweli, ni mitihani tunayofanyiwa huko kazini ili wapate kuona imani yetu iko kwa viwango gani. Mimi ndugu yangu anajua, wakati wa corona nilikuwa pale shule. Ndugu yangu Noel anajua hapo. Nikaambiwa ya kwamba utuambie huo unasema askari wa usiku anaingia saa ngapi na anatoka saa ngapi. Kuna vitu walikuwa huyo mzungu alikuwa amesikia. Akatuma manager. Nilimwambia siko hapa kumonitor. Na ikiwa mumeniweka hapa nilale kwa bure, nikule kwa bure, ndio munipe hiyo kazi, afadhali muniambie toka. Ndio niliwaambia unaweza uliza manager. Nilikataa. Sitaki mtu, nilimwambia sitaki mtu aende na machozi yangu, kwa sababu atajua ni nani alipeana hiyo habari. Ni mimi tu ndio niko hapa na wao. Kwa hiyo mimi nianze kuangalia nikiwa hata town saa 11 nikuje, ndio huyu zamu wa jioni ameingia saa ngapi niandike. Nikamwambia hiyo biashara mimi siwezi. Nikamwambia ndugu yangu, kama nikufukuzwa hapa nakubali. Kwa sababu mtu ataenda huko ajue ya kwamba ni kwa ajili yangu amefutwa. Sasa ataanza lia machozi kwa ajili yangu. Na hiyo machozi ni hasara sana kwa maisha ya mtu. Ni hasara. Nilikataa. Kwa hiyo tusikubali. Mimi ningeona yale mazito ninalala kwa bure,
mzungu ananipa chakula, mzungu nikigonjeka ananilipia, ni pesa ngapi? Na huyu akienda ni nini? Na mimi niendelee kuishi hapa? Acha nifanye hivi aende. Si nimekula rushwa? Rushwa sio mpaka upokee pesa. Hata kile yule mtu amekufanyia tu. Ile kukaa kwangu pale, si nilikuwa nimefanyiwa mazuri. Lakini ningefanya hivyo. Lakini nilikataa. Nilimwambia hayo mambo mimi siwezi. Nikasimama kwa neno langu. Kwa hiyo tukiwa watu, kuanza verse ya pili, twende tukasome vizuri. Uangalie ukiwa umetulia. Tukienenda katika hayo mambo, tujue ya kwamba tutakaa katika maskani ya Mungu. Na chochote tutakachokiomba kwa Mungu, Mungu atakwenda kututendea. Lakini tunaweza ona ya kwamba tumeomba na Mungu hajajibu. Jiangalie ni nini ambacho kinachofanya Mungu asisikie. Ninaamini ya kwamba Mungu atatujalia neema ili tupate kuwa watu ambao wanaotembea kwa haki, watu wa maneno yao wanayoishi, watu wasiobadilika kwa msimamo wao, watu ambao wasiosengenya, watu ambao hawakuli rushwa kwa ajili ya kuumiza ndugu yake Mkristo. Na ndiyo maana Paulo akasema kwa Wagalatia ule mstari wa 9 na wa 6, 9, 10 ya kwamba tena tuzidi kutenda mema kwa sababu tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Lakini 10 ndio ambayo nina target hasa kwa wale wanaoamini. Tutende mema kwa ndugu zetu, na tukitenda mema tutakwenda kuishi katika maskani ya Mungu na tutapata baraka kutoka Bwana. Na Mungu atubariki.